hatujawahi kushare vitu vya aina hii katika siku za nyuma. Tumepitia changamoto, akawa amepotea na pesa. Wakiamua kukutafuta kukupata, wanakupata. Ni biashara nzuri sana ambayo inaweza kufanyika, lakini ukiwa hujatembea, hujapata hiyo exposure, kwa ni ngumu sana kuona kama hichi kitu kinawezekana. Tusirudi Tanzania kabla ya kuupa mwili pole. We paid the price ya kujifunza. Maana hatuwezi kurudia hayo makosa. Performance ambayo tumezifanya in term of personal trading accounts, in term of profit trading ni next level. Tangu tumeachia video yetu ya mwisho ni muda mrefu sasa umepita. Video ya mwisho ilikuwa ni documentary. Tangu documentary mpaka sasa tumekuwa tukipokea message nyingi sana za lini tuna release video mpya. Now naweza kusema kwamba we are back. Na this time it is not just we are back, lakini ni back to back. Consistently tunaenda ku release a lot of values for you. Na leo tutaanza kwa kushare vitu ambavyo ni very exclusive. Hatujawahi kushare vitu vya aina hii katika siku za nyuma. Kitu cha kwanza kabisa ni kwamba mwaka 2025 umekuwa ni mwaka wa baraka sana. Umekuwa ni mwaka ambao tumepitia changamoto, tumepitia vitu vya furaha, vitu vya kuhuzunisha, lakini at the end of the day we can say we made it. We made it kwa sababu kuna watu wengi sana ambao walitamani wawe kwenye nafasi kama ya kwangu. Leo wanasimama mbele ya kamera wanazungumza na wewe. Na kuna watu wengi sana ambao walitamani kwenye nafasi yako ya kuweza kukaa na kutizama video hii, lakini leo hawajaweza kufanya hivyo kutokana na sababu mbalimbali. Wengine ni wagonjwa, wengine ni hatupo nao, na mambo mengi sana yameweza kutokea. Kwa hiyo naweza nikasema kuwepo tu hapa we have made it, na congratulations. Tukienda moja kwa moja kwenye dhumuni la video hii, ambapo kama nilivyosema tutaenda kujifunza vitu vingi sana. Mwishoni mwa mwaka 2024 tulifanya meetup Zanzibar. Meetup ambayo naweza kusema ilikuwa na matunda makubwa sana. Meetup ambayo ilitukutanisha na watu ambao walikuwa sio part ya community, lakini sasa hivi ni familia yetu. Familia yetu sio tu kwenye community, bali tupo nao hapa kwenye trading floor na tunafanya trading pamoja. Meetup ambayo kwenye meetup ndo tulipata wazo la kushoot na kuanzisha podcast ambayo tulisha release episodes kadhaa, na this year tunaenda kufanya wonderful things. Tunaenda ku release a lot of episodes ambazo tutaenda kujifunza vitu vingi sana. Na Mbisali akadive kwenye maji akadive mpaka akafika chini kidogo. Tuseme meetup inaishia hapa ni kwa sababu tulimuona mwenzetu amefika chini, lakini ni party ambazo huwezi kusahau matukio yanayotokea. Yani ni matukio ambayo yanakufanya ufurahie moment. Lakini nikikumbuka pia matukio ya Zanzibari, wakati tuko Zanzibar, Mbisali alipokea habari moja ambayo ilifanya kidogo safari iwe isiyo nzuri. Wakati tunaondoka alimwachia mtu gari lake, na kwenye kumwachia mtu gari lake katika safari zake 2-3 akapata ajali. Sasa tupo tu katikati, nakumbuka tulikuwa tunafanya podcast fulani, then simu yake ikawa inaita sana, akamwambia nikaipokee. Akaambiwa ingia WhatsApp kidogo kaka. Alipoingia WhatsApp akakutana na picha kwamba gari lake limepata ajali. Haikuwa kubwa, like a very heavy accident, lakini sio kitu ambacho kikisikia kitakufurahisha. Kwa hiyo ilikuwa ni moment pale unaanza kuwaza au tufanyaje au hivi, lakini at the end of the day it was fine, kwa sababu baada ya pale yani ni kama ilikuwa ni kumpiga chura teke. He decided to upgrade muonekano na kila kitu, so it was a good thing at some point. Tunasemaga blessing in disguise. So that was it. Baada ya kutoka Zanzibar mwezi Januari hapa, nilijitafakari kidogo, nikasema hebu niache ubaili, nijiipe pole baada ya kufanya vitu vingi sana. Miaka nyuma like 2024, 2023, I bought a new car for myself. Just a congratulation for what I did for myself and for others. So it was a very good moment for me in January.
then maisha yakaendelea kama kawaida. Baada ya kutoka Zanzibar kwenye meetup, kitu ambacho kilifuata, tulikuja ku release foundation course for our community members. Sasa foundation course ni kitu ambacho nimekiweka kwenye matukio ambayo tumeyafanya mwaka 2025 kwa sababu najua watu wakizungumzia kitu kama foundation course inaonekana ni kitu cha kawaida tu kwamba walishoot course wakaileta, ila ni dedication kubwa sana inahitajika mpaka ku bring kitu kama foundation course to life. Ni nguvu kubwa sana, ni uthubutu mkubwa sana ambao unahitajika mpaka kuamua kufanya kitu ambacho nasema hiki tunakifanya kitaenda ku impact community yetu. Unakusa kwamba wapo watu wamekuja kwenye community lakini wana lack foundation, na wengine hawa lack foundation, lakini ni kwamba wana lack sehemu ambayo wataenda mara kwa mara kupitia misingi ya hii biashara ambayo tunaifanya. Unajua, mtu unaweza ukapata misingi fulani, lakini kama hautakuwa na sehemu ambayo mara kwa mara unaenda kurifa, unaweza kuiacha hiyo misingi na kwenda kwenye njia ambayo ni tofauti. Kwa hiyo tulitumia muda mrefu sana kufanya preparation kubwa na kuleta kwenye maisha foundation course, na kiukweli imekuwa ni kitu ambacho ni very wonderful. Imekuwa ni kitu ambacho tumepokea feedback kubwa sana kuliko vitu vingi sana ambavyo tulivifanya huko nyuma kabla ya foundation course, na ilikuwa ni kitu ambacho kiukweli watu wote hawaku expect kwamba tutakileta, na tulitoa free kabisa kwa community members wetu wote, wakapata muda wa kusoma, muda wa ku-upgrade their skills, na hata matokeo yake tutakuja kuona yalikuwaje huko mbele, lakini yamekuwa ni matokeo top notch. Baada ya mwezi January ku release foundation course, mwezi February tukaona pia kwamba there is something we have to do for our community. Tukaamua ku release bootcamp series. Bootcamp series ni kitu ambacho unajua tayari tuna course ambazo inakava kuanzia foundation, technical na kila kitu, lakini tuliona we have to come with something extra. Something extra na maanisha nini? Na maanisha kwamba mfano tuna technical course lakini kwa kwenye lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo tukaona we have to create a series ambayo kila kitu kitakuwa kwa lugha ya Kiswahili, ambayo hii series itakava kuanzia foundation, technical, psychology, risk management, profit trading na kila kitu. Tulirelease hiyo na ilienda pia kwa our entire community, waliweza kui-access, na hii ilikuwa na impact kubwa sana. Baada ya pale tulianza kuona rate ya watu kuperform consistently imeongezeka maradufu. Watu kupass profit challenges, kupata payouts iliongezeka kwa kasi sana, na hiyo ilikuwa ni matokeo ya hard work ambayo tuliiweka kwenye kuandaa hizi bootcamp series. Nikisema hard work namaanisha kwamba kwenye preparation ya hizi bootcamp series tulijali sana kuhusu kuchuja content gani ni ya muhimu sana watu kuweza kuifahamu. Vitu ambavyo tunaona kwamba this is not necessary tuliviweka pembeni ili kumrahisishia msomaji, kuweka vile vitu ambavyo hiki tu ndio mtu anakihitaji ili kupata matokeo kwenye market, na sio kuweka listi ya vitu vingi ambavyo havina msaada wowote kwa mtu kama wanavyofanya watu wengine kwenye course nyingine. Lakini pia tulijali quality, illustrations na kila kitu ambacho mtu anakihitaji ili kuweza kuelewa in and out ya vitu vyote vinavyohusiana na trading, from foundation, psychology, risk management mpaka profit trading kama nilivyosema hapo awali. Kutoka Zanzibari tukaja Dar es Salaam, na kutoka pale ikawa imefika around, baada ya ku-release podcast around April, tukaanza program ya Traders Walk. Unajua traders, na sio tu traders, watu wote ambao tunafanya kazi za online tunaspendi muda mwingi sana tukijifungia ndani, muda mwingi sana kwenye madeski, lakini kupata hata ile kuchangamsha mwili kidogo unakuta hatupati hiyo nafasi, na mbaya zaidi unakuta wengine wanakuwa na consume vitu ambavyo vinaleta a lot of energies ambazo zinatakiwa zitumike kwa kufanya body movements, lakini hawapati kabisa muda wa kufanya hizo body movements. Na unajua wachache sana ambao tunaweza kuweka ile discipline, consistency na kuwa na motivation
ya kusema tutaenda gym, tutafanya mazoezi consistently. Kwa hiyo ndo sababu kubwa kwa nini tukaona inabidi tuwe na traders walk, wakati ambao kila trader atatoka ndani, atakuja tena, tutafanya jogging pamoja, na apart from just kufanya jogging, tutapata muda wa kuzungumza na kushare ideas kwenye mambo mbalimbali. In every business you have to look on the way that naweza nikaifanya in a very better way, au naweza drop down biashara sio kitu kibaya. Yani ili wewe uje upate the best business that you'll be doing in your life, maybe at least you have to do 10 of them. Yani at least inabidi ufanye kitu fulani hivi heavy sana, yani upate mahali, upate experience, uone okay, hapa nilifail, hapa nilifanya hivi, to the point that you can now sit comfortably and think of hichi naweza kufanya. Najua hamna kitu kizuri kama mtu najua kila wiki au kila baada ya wiki mbili au kila mwezi nitakutana na watu ambao wanaelewa kitu ninachokifanya. Nitakutana na watu ambao tuko na the same mission. Tutaenda, tutafanya jogging, tutapata muda wa kuzungumza. Ni kitu ambacho ni very powerful, na ndio maana tukaamua kukifanya. Na kiukweli matokeo yalikuwa ni beyond tulikuwa tuna expect. Namna ambavyo community yetu watu waliweza kupokea, namna ambavyo watu waliweza kushow up. It is like hiki ni kitu atakuwa wanakihitaji, ila hawajui kwamba wanakihitaji. Kwa hiyo kikileta hivi inakuwa ni very exciting, na uzuri ni kwamba this 2026 we are going even bigger on Traders Walk. Hii kuanzisha Traders Walk ilikuwa ni mwezi April. Kwa hiyo mwezi Mei tulikuja na kitu kingine pia for our community, our social media family, ambacho tunakiita Let's Impact Millions program. Hii ni program ambayo unajua nikisema tu hivi watu wengi sana wanaikumbuka na relate matukio mengi sana, lakini kwenye Let's Impact Millions tour kitu ambacho kilikuwa ni very exciting na tulikuwa tunatamani yani muda ufike ili tukifanye, ilikuwa ni community meetup. Sababu tulifanya community meetup kwenye mikoa 4. Sasa hizi community meetup kitu ambacho kinaongeza excitement ni pale ambapo unajua kuna watu kwenye community unakuta mmekuwa mkiwasiliana for a very long period of time, lakini hamjawahi kukutana. Unakuta unajua tu kwamba fulani yuko Mwanza, mnaongea, mtu amekuja hajui chochote kuhusiana na trading, umemfundisha, mmetoka kuwa mentor na mentee, mmekuwa familia, mna discuss mambo mengine nje ya trading, lakini hamjawahi kuonana. Kwa sasa ikifika wakati ambao unaona this soon ndio tunaenda kukutana, tuweze kufahamiana, inakuwa ni very exciting moment, na ni kitu ambacho personally kiliacha alama kubwa sana kwenye maisha yangu, kwa sababu kuna connections nilikuwa tusha develop na watu, alafu tukaenda kuzi amplify, kitu ambacho ni kikubwa sana tumekifanya for 2025. Kitu ambacho naweza kupromise kwa kila mtu ambaye anaangalia hii video sasa hivi ni kwamba community meetups au tutaenda kuzifanya kuanzia sasa zitaenda kuwa next level, beyond hata hii level ambayo tayari tumesha iset kwenye industry. Hii standard ambayo tumeset kwenye industry, na zitaenda kuwa free as usual. Kwa intelligence mimi ni kozi ya 11, amejifunza vitu vingi vipya. Ndio mahali pa kutengeneza maisha. Yaani nimeomba likizo kwa ajili ya kupata experience ya mikoa yote. Let's Impact Million program, it was a very, very nice program. Actually, mwaka huu it's going to be way much bigger. Lakini nikielezea kwa ilivyotokea 2025 ni kwamba we started with Let's Impact Million documentary. Hapa tulikutana na watu ambao kiukweli kwenye maisha yangu au niseme kwenye safari ya trading
wameacha alama kwangu na kwa watu wengi sana. Nikutana na watu ambao wanafikiria kwenye utofauti, wana perspective tofauti sana ya trading. Ajira ama kujiajiri, kwa sababu sasa naiba muda wa mwajili, alafu sasa nakuwa si perform vizuri kazini. Ikafika wakati mpaka bosi akanambia, Eliza, sasa hivi hauperform vizuri kazini. Mimi nilisikiteka, nikachukua safari nikaenda Nairobi. Yaani sikuelewa chochote. Yeye aliniambia ndani ya wiki moja utaelewa, afu utarudi utaanza kutrade. Mostly ilikuwa tu ni kufanya flipping, yani kwa sababu unaingia ikipanda ndo umetoa. Nikaa nafanya ile spot trading. Yani ni kama unabashiri. Unajua ukiwa una maarifa ndo tunakwenda na ile kitu inaitwa mob psychology. Kwenye Let's Impact Million documentary tulikutana na watu kama kina Madam Eliza. Najua wengi wenu sana ambao subscribe kwenye channel yetu ya YouTube mlianza kukutana video kama hizo, kwa sababu mlikutana na watu ambao wanaelezea how the journey was and how sweet it is kusikiliza mtu ambaye amepitia situation maybe kama ya kwako au kama ya mtu fulani ambao unaweza kurelate moja kwa moja. So to us it was a very great moment. Tulispend muda mzuri sana na wao kushuti na kusikiza safari zao, jinsi gani ambapo wametoka from point A to point B, na tukapata nafasi ya kuwauliza maswali mengi sana kwa ajili yetu, lakini pia na kwa ajili ya Let's Impact Million documentary ilipokelewa kwa ukubwa sana, na tunatambua hii ni kwa sababu this was a missing part in the industry. Ilikuwa ni ngumu sana kupata chance ya kusikia safari ya mtu, kuelewa na kiundani sana kwamba alipitiaje ups and downs za kwake, ilikuwaje wakati anaanza mpaka sasa hivi amefikia wapi na anaendeleaje. So it was very hard to find something genuine like that, lakini tulikipata kwenye Let's Impact Million documentary. Tulisikia safari nyingi sana, zingine zinahuzunisha, zingine zinafurahisha, and big part ni kwamba zilikuwa zinafundisha jinsi gani ambavyo hawa watu walitako their ups and downs mpaka hapa walipofikia. My son mwisho form 4, this young man anaanza kuingia kwenye FX. Utamchanganya mtoto, ningaambia leti mchanganyikiwa. Guys, acha mambo ya hizi kazi. Mimi nipo kwenye kazi for more than 22 years now. 10 AM inapumua kwenye account hivi, kodi haina, madeni haina, nini ipo. Tukiingiza ATM pale, yani full menu zina display pale. Tunaona sio maisha, si ndo haya. The next leg of Let's Impact Million program ilikuwa ni Let's Impact Million Tour. On this one, this was a very very great journey. Yani na uhakika hata nyinyi mkikumbuka matukio ambayo yalikuwa yanatokea kwenye Let's Impact Million Tour, mnakuwa fascinated. Yani it was very wonderful moment for us, because kila safari ilikuwa inakufanya ufikirie kwamba nini ambacho naenda kukikuta kwenye mkoa fulani, what will happen on the way. Yani ilikuwa ni kitu fulani hivi ambacho kinaleta uhamisho fulani ambao unafurahisha sana. Of course kwenye hizi safari tumekutana na watu ambao they are very genuine, watu ambao walikuwa wana kiu sana. Watu wengi walikuwa wanatamani kupata maarifa sahihi. Tena sio maarifa sahihi tu, ni maarifa sahihi ya wafuate nyumbani, yani ya kufuate mkoani kwako. Na ni kitu ambacho kilikuwa hakijawahi kufanyika. So as Intelligence FX we took a risk na kusafiri mikoa zaidi ya 4 kufikisha hii elimu sahihi ili kubadilisha maisha ya watu, kama ilivyo tagline yetu kwamba Let's Impact Million. Lengo kuu la hii mission was to impact million. Yani tukisema Let's Impact Million tunamaanisha kwamba tuguse maisha ya mtu fulani yasibaki kama yalivyo. Na kwenye hii industry hichi kitu kimemisi, kwa sababu ni ngumu sana kupata mtu ambaye anakuletea knowledge hapo ulipo, anakufundisha namna gani ufanye, namna gani utrade. Sio hivyo tu, anakuonyesha hadi account yake kwamba bwana, mimi nafanya hivi na hivi na hivi na trade hivi, ikitokea hichi nafanya hivi, na wewe kafanya the same. So we made sure kwamba kila mahali tunapopita, these people won't ever remain the same. These people, their life will be changed, na wao watabadilisha maisha ya watu fulani. Na kama tunavyofahamu, hakuna mambo mazuri ambayo yanakuja bila changamoto yoyote. Na to be honest, hizi changamoto ni vitu ambavyo tukiviangalia tunaona kabisa kwamba ni something ambacho tunataka tuwe proud of kuweza kuzi-overcome. Kwa sababu leo hii hata kuna watu ungewafuata ukawaambia you have to do a tour, alafu kuna changamoto hizi na hizi na hizi ambazo unaweza kuzipitia, wapo watu watakataa kabisa swala la kufanya tour. Lakini sisi tuliamua kuwa na courage na kufanya hivyo vitu. Kama unavyojua, mambo kama kupitia ajali barabarani, kwenda kudeal na watu ambao wanakodisha kumbi za sehemu, kwenda sehemu ambayo hamjawahi kufika kabisa, it is first time ndo mnafika, ni kitu ambacho ni changamoto sana sana sana. Tena kama kwenye swala la ajali, ni changamoto ambayo mtu hauriski tu pesa, mtu unariski mpaka maisha yako. Kwa hiyo ni momenti ambazo tukiangalia nyuma zinatufundisha vitu vingi sana,
na zinatuonyesha riski ambayo tunaweza kuteki kwa ajili ya community yetu. Kwa sababu mtu kupitia changamoto zote hizi, alafu tena uje umwambie mtu kwamba kwenye community meetup tutakuja for free, ni kitu ambacho sidhani kama kuna watu wengine wanaweza kufanya unless wana maslahi mahali wanayapata. Ndio yale mambo unaambiwa utakuja for free, utapewa link ya broker, uregister ili upoteze utapate pesa, utakuja for free, utakuja kuambiwa ufanye hiki, ulete mtu mwingine na mambo mengine mengi. Lakini for us it was different. Utakuja for free, anapata maarifa, anapata kushare experience, anapata kukutana na watu ambao wanafanya kitu kimoja, wana mission moja na wanatokea sehemu moja. It was wonderful. Tukiongelea recap ya mwaka 2025, nitakuwa sitendi haki kama sitazungumza kabisa kuhusiana na performance ambayo tumeifanya huu mwaka kwenye trading. For the past 6 years tumekuwa tukiperform consistently kwenye trading, lakini huu mwaka imekuwa ni extraordinary. Na nikisema ni extraordinary, kila mtu anafikiria kwamba kitu gani kimefanyika mpaka tuseme extraordinary. Lakini ukiangalia performance ambayo tumezifanya in term of personal trading accounts, in term of profit trading, ni next level. Ni performance ambazo naweza kusema kwa nchi yetu, kwa East Africa na kwa Afrika kiujumla, hakuna community yoyote ambayo imeshawahi kufanya hivi. Na naweza tusishie kusema Africa, naweza kusema hata worldwide. Ni community chache sana ambazo zinaweza kufanya performance kama ambayo tunaifanya. Tukiweka hata top 3, top 4, top 5, naamini intelligence service community haiwezi kukosa. Ukiachana na idadi ya watu ambao wameweza kupass profit challenges, kupata payouts na kuperform consistently, lakini pia mtu anaweza tukaangalia hata ukubwa performance ambayo tumeifanya kiasi kwamba kuweza kuingia kwenye leaderboards za profit mbalimbali mara zaidi ya 1, mara zaidi ya 2, mara zaidi ya 3, mara zaidi ya 4. Hicho ni kitu kikubwa sana. Tukizungumzia leaderboard ya Profim kama FTMO, Profim yenye traders zaidi ya 3,000,000, mtu kufika kwa number 1 trader kwenye leaderboard, kwamba huyu ndo trader ambaye anaongoza sasa hivi kwa performance kwenye hii account, ni kitu kikubwa sana. Ni kitu ambacho tukisema kijawahi kutokea, ni kweli kijawahi kutokea kabisa kwenye hii nchi na hata East Africa kiujumla. Kwa hiyo ni kitu ambacho we are very proud of, na ni kitu ambacho tunajivunia zaidi kwa sababu ni results za ile hard work ambayo tumekuwa tukiiweka. Hiki sio kitu ambacho mtu anaweza kubahatisha in any way, kwa sababu ingekuwa ni kubahatisha, kwa nini itokee kwetu intelligence mara 1, mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, alafu wasibahatishe watu wengine? Kwa hiyo ni matunda ya nguvu ambayo tulikuwa tumeiweka, na tukiangalia nyuma vitu ambavyo tumefanya 2025, hiki ni kitu ambacho we are very proud of, na ni kitu ambacho ni chachu ya sisi kufanikisha mambo mengine mengi sana ambayo tunayafanya. Kama tunavyojua kwamba trading ndio our primary goal, vitu vingine vyote tunavyofanya it is secondary. Kwa hiyo ukiona ile primary goal yako inafikia the highest potential, ni kitu ambacho kinaleta furaha ambayo haina mfano. Na sio tu kufikia highest potential, bali kuona kabisa kwamba tuna set bars kwenye industry, tunafanya vitu ambavyo kwenye mazingira ambayo tupo havijawahi kufanyika. Maana yake nikisema hivyo kila mtu ananielewa kwamba ni vitu vikubwa kwa kiasi gani. Na what I can promise again, 2026 we are going even bigger. Sasa hivi tumeona hizi leaderboards kadhaa, ila tutakuja mwisho wa 2026 tutaona vitu vingine ambavyo ni vikubwa zaidi. Tuna leaderboards ambazo ni nyingi zaidi, na naamini tukija 2026 tukizungumzia tena mambo ya leaderboard, tukiweka screenshots hapa za mara ambazo tumeingia leaderboards na different accounts, na wewe jina lako litakuwepo, screenshot yako itakuwepo, sababu tutakuwa pamoja kwenye hii safari ya kuachieve mambo makubwa. Inakuwa na changamoto nyingi sana, ndio sababu huwa nadiriki kusema kwamba changamoto ni part of the process. Na kama inafika wakati unaona mtu haupitii changamoto yoyote, inabidi hata ujiulize kwamba hivi nafanya vitu sahihi kweli? Na kama unapitia changamoto, asijue sasa ndio kwenye part of the process, na there is no any way utaziepuka,
na hakuna mtu ambaye hazipitii changamoto. Of course tunaona kwenye social media huku watu kila siku wana furaha, wana nini. Utaingia YouTube hapo utaangalia videos, watu wanashare kila siku mafanikio tu, hana changamoto yoyote. But the reality, maisha hajawahi kuwa bila changamoto. Na mojawapo ya changamoto ambayo tulipitia 2023-2024 ilikuwa ni kwamba tulikuwa tuna plan ya kufungua another trading floor. Tulikuwa tayari tuna trading floor Sky City Mall, na tukasema hii trading floor yetu ni kwa ajili ya watu 4 tu, ilikuwa mita square 79. Kwa nini tusiwe na trading floor kwa ajili ya members wetu, hata kama sio wote lakini wengi? Tukasema let's go for it. Kwenye kufanya implementation ya hii plan tukaamua kuagiza vitu China, kwa sababu kama unavyojua kinunua vitu hapa kidogo gharama zipo juu. Kwa kwenye kuagiza vitu China, kuna mtu ambaye tunafungua trading floor ya Sky City tulimtumia kuagiza vitu. Tukaona kwa nini tusimwagize huyu vitu pia, tukamwagiza, then akawa amepotea na pesa. Tulishawahi kuelezea hii kwenye social media zetu kwamba kwa nini hatukufungua trading floor at that time. Kwa hiyo baada ya kuondoka na pesa ambayo ilikuwa actually ni pesa ya viti, meza, screen na vitu vingine vingi kwa ajili ya trading floor, fast forward 2025 tukasema this time haturudii makosa. Tumejifunza, na Waswahili wanasema mjinga ni wakati wa kwenda, wa kurudi kila mtu mwerevu. Kwa hiyo tukasema tufanye tofauti, tufanye safari sisi wenyewe, timu ya Intelligence FX, twende China tukanunue hivi vitu wenyewe, ikiwezekana twende viwandani kabisa, kwamba tunataka hichi kitu, tunataka specification hizi na hizi na hizi kwa ajili ya matumizi haya na haya na haya. Tuweze kucustomize vitu kwenye namna ambayo si ndo tunahitaji. Tuweze kufanya vitu kwenye namna ambayo tunajua 100% lazima vitafanikiwa. Sio kama mwanzo kuweza kuagiza mtu, mara itokea uncertainty hii, mwanze kudili na mtu katika namna hii, mwanze kutafutana na mambo mengine mengi. Kwa hiyo tulichukua maamuzi ya kwenda China. Kwenye safari ya China napo kulikuja na experience mpya nyingi sana. Kama unavyojua safari za nchi za wenzetu, watu ambao hamuongei lugha moja, na ni mara chache sana mnakutana na watu ambao kidogo mna lugha ambazo zinafanana. Kuna changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza, kuwasiliana. Unaenda kwa sela au unaenda kiwandani, unajaribu kumuelewesha kwamba mimi nataka kitu cha namna hii, kiwe kinafanania hivi, kiwe kina function hizi. Lakini hiyo process ya kumweleza tu kitu simple ambacho kingechukua labda kama tungekuwa tunaelewana ingechukua dakika 2 au 3, kinaweza kuchukua dakika 10 au 15, kwa sababu tu hamwezi kuelezana. Inabidi translator ifanye kazi, na bado kwenye translator kuna wengine hawaelewi vizuri hata jinsi ambavyo ina translate. So it was one of a good experience being in China, na tulifanikiwa kuzunguka miji tofauti tofauti na kujifunza vitu vingi. Cha kwanza, the way wa China ambavyo wanafanya biashara. Kiukweli wanafanya tofauti sana na jinsi ambavyo tuna expect sisi au wa Tanzania au Afrika tunafanya. Wanafanya biashara in very serious way. Namna ambavyo wanakutreat wewe kama mteja kabla hujawalipa na hata baada ya kuwalipa ni namna ya tofauti sana. Lakini kitu kingine ni jinsi ambavyo wanatuchukulia sisi kama Waafrika. Kwenye hii process ya kununua vitu kuna kitu kilitokea. Kama mimi binafsi kuna siku nilipoteza begi. Na tunavyofahamu au tukiwa huko tunavyoambiwa au jinsi ilivyo ni kwamba China kila kona kuna kamera, and of course kila kona kuna kamera. Yaani hakuna namna unaweza ukazunguka bila wewe kuonekana. Yaani wakiamua kukutafuta kukupata, wanakupata. Sasa zile kamera zinafanya kazi vizuri sana ikiwa ni wewe, ikiwa ni wewe ndio uko kwenye fault, umekosea. Lakini Mchina amekukosea wewe, kidogo kuna namna ambavyo wana prioritize watu wao, yani wanajiprioritize wao kama wao. So ni vitu ambavyo tulijifunza. Tulikutana na vitu vingi sana kwenye safari nzima, na tukaona kabisa kwamba hivi mtu ukiwa hujapata exposure, mtu ukiwa hujatembea,
ni ngumu sana ku notice kwamba hichi kitu kinatokea sehemu fulani kwa namna fulani. Hata business opportunities, kuna vitu ambavyo tuko tunaona kabisa hivi ni namna nzuri sana au ni biashara nzuri sana ambayo inaweza kufanyika, lakini ukiwa hujatembea hujapata hiyo exposure, ni ngumu sana kuona hii namna iki happen kwenye maisha yako, au ni ngumu sana kuona kama hichi kitu kinawezekana au kinaweza kikafanyika. Ila kwenye upande pia wa kuwa serious, kidogo wenzetu wako serious sana kwenye vitu wanavyofanya. Wako serious sana kwenye kazi, biashara au wanazozifanya. Kumkuta mtoto mdogo ana run biashara ambayo hujawahi kufikiria ni kitu kirahisi sana. Yaani wenzetu wamekuwa exposed, kuna vitu wanajaribu kufanya, kuna vitu ambavyo wanajaribu kufundishana. Yaani unakuta mama anamwachia mwanae biashara, kumadaptisha tu kwamba ni namna ambavyo hivi ndio vitu ambavyo vitakuja kufanyika. Kuwakuta watu wazima sana wanajipush kufanya baadhi ya kazi, ni kitu ambacho tulikuwa tumekiona kwa wingi sana. Lakini pia kuna vitu ambavyo hawafanyi sahihi. Yaani kuna vitu ambavyo, nikupe mfano mzuri, sisi leo hii mtu akiwa ni mvutaji wa sigara, kuna namna akiwa katikati ya watu anajitenga, kuna namna anajaribu kuweka proper distance na watu, lakini wenzetu sigara ni kama maji ya kunywa. Yaani everyone is taking that. So ni experience mpya, tuko naona kama mbona hichi sio kitu cha kawaida, hichi sio kitu ambacho tumekizoea. So hizo experiences zikawa zinatuonyesha jinsi gani ambavyo watu wengine wanaishi tofauti na tunavyoishi sisi. Nafahamu kabisa watu wengi huwa wanasafiri na wanaenda hizi nchi za wenzetu maybe kwa ajili ya biashara au mambo mengine, lakini kuna utofauti mkubwa sana kati ya kusafiri personally na kusafiri na team. Na ukifika hizi nchi za wenzetu kidogo, hii mitandao yetu kama Instagram, WhatsApp ni migumu ku access. So kama team tulikuwa tunapata muda wa kubond, kudiscuss na kuona ni namna gani ambavyo tunaweza tukafanya mambo kwa tofauti au tukafanya mambo kwa ubora zaidi. So it was a very very great moment ambayo kiukweli imesababisha mpaka hivi vitu vinavyotokea sasa hivi vitokee kwenye ubora huu. Ila pia nikiongezea kwamba notion ya watu ni kwamba ukifika China vitu unavikuta vimekaa sehemu fulani, hichi kimekaa hapa, hichi kimekaa hapo, na kichukua. Hapana, that was a very very different experience. Unasemaje experience ukiwa bado na enjoy maisha? Of course, kuzunguka na kutafuta vitu hakijaikuwa kitu kirahisi, lakini sikuwa na expectation ya kwamba unaweza ukaja na suppliers wapo unawaona, lakini msifikie demand. Yani kwa mzidi kutafuta kama hapa tunakuja Shenzhen kama kilomita 120 kutoka Guangzhou na tujapata tunachukua tunakitaka. So we're going back to Guangzhou kesho tena, kwa siku ya leo imeisha na tujapata chochote. Kwanza ratiba ilikuwa ni, unajua ukibadilisha ratiba drastically, wenzetu kutokana na mji ambao ule tulifikia wa kwanza ambao ulikuwa ni Guangzhou, kutokana na kwamba watu wengi sana wanaenda pale ni wa Afrika kununua vitu, ratiba za maduka yao au masoko yanafunguliwa saa 6 mchana na by saa 12 saa 1 wamefunga. So wenyewe wakifungua saa 6 mchana, nyinyi ndio mnaenda madukani. Kifika madukani mkianza kuzunguka, mnaweza kujikuta siku moja mmespend kwenye soko la kitu kimoja tu, like a whole day mmespend kwenye soko maybe let's say la monitors tu. Na mnazunguka kiwanda hichi, mnaenda kiwanda kile, mnazunguka hapa, mnaenda pale, na kidogo viko kwenye distance, kwa hiyo lazima mtumie muda mwingi. Hata mjamaliza siku inakuwa imeisha, wameshafunga biashara zao. Then nyie kutokana kwamba mmebadilisha ratiba ghafla, bado akili zenu zina operate kwenye ratiba ya Kitanzania. Saa 6 saa 12 ya kule, huku ni kama saa 7 mchana, saa 8. Kwa hiyo mnajikuta bado mko active mpaka saa 8 usiku, saa 9, saa 10. Then mkija kulala, kuamka tena kesho ni saa 6 mchana. So hiyo ratiba inakuwa inawafanya kwanza mnachoka sana na mnakuta mnafanya vitu kwa speed sana, kwa sababu maduka yakifunguliwa mnatakiwa make sure kwamba kuna vitu mmevipata the next day, labda kwa sababu tulikuwa tuna schedule kwamba siku hii itakuwa soko hili, siku fulani itakuwa soko ya kitu fulani, tutakuwa mji huu, the next day labda tutakuwa mji fulani. Kwa hiyo msipokamilisha vitu vya mji huu leo, that means mtabidi mualter ratiba ya kesho, na itakuwa inawafanya nyinyi mko nyuma ya ratiba. So that was a hell of experience because it was tough at some point. Yani kwa inafika kwamba kila tunapokuwa kwenye Didi ni Bolt za kule, unakuta watu wanalala tu kwa sababu uchovu wa kuzunguka kwenye masoko, kuzunguka viwandani and everything. So it was a nice thing to experience, lakini pia ni kitu fulani kilikuwa kinachosha sana. Baada ya kupata muda mwingi wa kufanya kazi nzito, manunuzi,
kuweka order kwa supplier tofauti tofauti, kwenda viwandani, customize vitu na mambo mengine mengi sana. Tukaamua tusirudi Tanzania kabla ya kuupa mwili pole. Kwa hiyo tukaona at least to spend a week, twende mbali sana nje ya mji, to relax kidogo. Kisema mbali namaanisha kilomita zaidi ya 1000. Kwa hiyo tulienda mji mmoja unaitwa Chingchong. Yaani ilikuwa ni experience ya tofauti kabisa na miji yote ambayo tulizunguka mwanzo. Yaani sio Guangzhou, sio Shenzhen, sio kote tulikoenda mwanzo ilikuwa ni tofauti kabisa na Chingchong. Yaani Chingchong kwa lugha rahisi ilikuwa ni kama mtu atoke Dar au mtalii amekuja labda Dar, alafu sasa atoke hapa aende labda Katavi au aende Mbeya, aende Kigoma, ndo experience kama hiyo. Yaani you can imagine tunafika kwenye mji, ukutana na watu anakuambia mimi maisha yangu yote sijai kuona mtu mweusi kabisa. Anakuomba kwamba hebu naomba japo hata nikushike tu nione ngozi yako ina feel vipi. Yaani watu wanatoka nje wanakuja kuwashangaa. Ilikuwa ni experience ya tofauti sana. Lakini apart from experience ya tofauti, kiukweli it was very enjoyable moment. Tuliona mazingira, vitu, watu ambao hatujawahi ku experience kabisa. Na kitu ambacho tulijifunza pia ni kwamba tulikuwa tushaanza kupata adaptability fulani kwenye miji ya kibiashara ambayo tulikuwa tumeenda. Lakini kule unafika watu wanaongea ni Kichina lakini cha tofauti pia na kule tulikotoka. Yaani ni kile Kichina cha kijijini, sijui nielezee vipi, lakini I hope you get it. Ilikuwa ni tofauti sana kiasi kwamba kuna zile changamoto kama za communication. Kuna sehemu hata translator zilikuwa haziwezi kusolve vitu ambavyo tunataka kuvitranslate, tupate labda huduma fulani, tupate kitu fulani. It was so difficult. Na huku ndo tulienda tukaanza kufanya mambo tofauti tofauti ya kitalii, ikiwemo michezo mingine ambayo ni very risky kama kuning'inia kwenye magorofa. Kuna experience nyingi ambazo tukaweka picha hapa ukaona, na hatuwezi kuzielezea yote sababu tutaweka labda video ya lisali zima, lakini tutaweka picha hapa na videos, tutaweza kuona experience tofauti tofauti, kwa sababu tukisema tu share experience moja baada ya nyingine, basi tutaweka video labda masaa 2 3 na itakuwa ni kazi kubwa sana. Baada ya hizo experience zote tulirudi Guangzhou, ready kwa safari ya kurudi Dar es Salaam. Safari hii ilikuwa na furaha nyingi sana, lakini suddenly ikatokea jambo ambalo furaha yote ikaisha. Ilikuwa ni kuachwa na ndege. Na tuligundua kwamba tuko nyuma ya muda, au tuligundua kwamba hapa tunakaribia kuachwa na ndege. Ilikuwa it is like 1 to 2 hours before muda wa ndege kuondoka. Tulirush kwenda airport lakini hatukufanikiwa. Tukarudi hotelini kuendelea na mambo mengine, tukiangalia utaratibu mwingine wa kuweza kusafiri. Na pale mimi nilijifunza vitu vingi sana, na moja ya kitu kikubwa sana ambacho nilijifunza ni kwamba hakuna kitu kizuri kama financial freedom. Yaani nilijaribu sana kuwaza kwamba hata nilikuwa tunaulizana ni kwamba hivi hapa ni sisi hatujapata stress zote kubwa, lakini what if ingekuwa ni mfanyabiashara mwingine alafu imetokea scenario kama hii, ameachwa, probably mtu hana pesa nyingine ya nauli na ametumia pesa yote kwenye mzigo. Ingekuwa ni changamoto kubwa sana. Alafu kama unavyojua ukiachwa na ndege alafu labda ulichukua visa kama wanavyotoa mwezi, mambo ya kuanza kuextend na kwa ni process nyingi. Kwa hiyo uta prefer uondoke siku za karibuni. Ukibook ndege siku 2 au siku 3 before muda wa kuondoka, gharama kidogo zinakuwa juu. Na gharama basi zingekuwa juu mtu mmoja, gharama zinakuwa juu kwa timu nzima. Kwa kama msafiri kama sisi, watu wengi, inakuwa kidogo changamoto. Lakini uzuri ni kwamba kuna ile kauli moja pia tunasema kwamba Mwenyezi Mungu anakupa mtihani ambao unaumudu wa darasa ambalo unaliweza. Kwa hiyo ilikuwa ni mtihani ambao haukuwa mkubwa kwetu. Of course iliumiza tu kwamba tumeachwa, na probably hii ni pesa ambayo tungeweza kuifanyia vitu vingine. Tungeweza kuispend kwenye vitu ambavyo tunasema even intentionally tuna spend, kuliko kutumia kwenye kulipia tiketi 2.
lakini ndio imeshatokea, there is no any way mtu unaweza ukafanya. Then tukarudi Dar. Kurudi Dar, process next ilikuwa ni kusubiri vitu kufika, then tuanze mchakato wetu wa kufungua trading floor. Tulisubiri, vitu vilifika, na vitu havikufika vyote kwa pamoja, kwa sababu ilikuwa tukienda let's say kwa supplier fulani tukaweka order, tuna direct kwenda vitu kwa agent company ya kusafirisha mizigo. Then tukienda kwa supplier mwingine tuna direct kwenda kwa mtu wa kusafirisha mizigo. Kwa hiyo tulifanya hivyo kumaanisha kwamba vitu vilifika katika hatua tofauti tofauti. Na wakati tunafanya manunuzi ya vitu, unanunua vitu huku, unanunua vitu huku, unanunua vitu huku, tulikuwa tunajua vitu vitakuwa ni vingi, lakini haikuwa tunajua wingi kama ambao ulikuja kuwa wingi halisi. Tulikuwa tunajua ni vingi, lakini sio vingi hivyo. Na kiukweli gharama za kusafirisha vitu zili skyrocket, zilikuwa zaidi ya double ya gharama ilikuwa tunafikiria initially. Unajua kuna vitu hapa nimeanza mpaka na kwa sababu kichwa kina process, ni kwa sababu mtu unanunua hata vitu vingine, gharama za kusafirisha zinakuwa kubwa kuliko gharama za kununua. Kwa hiyo ni kitu ambacho personally kili ni surprise, lakini pia kina disappoint, yani kina disappoint na kinaumiza kama mfanyabiashara na kama mtu mwingine yoyote, especially pale hapo kiwa kitu ambacho hujakiexpect. Regardless ya process imekuwa ngumu na changamoto kiasi gani, we paid the price ya kujifunza. Yani nikisema price ya kujifunza, kwa mfano kuna vitu ni vidogo vidogo sana, lakini tunakuja kugundua baadaye kwamba kuna kitu kikifanya cha tofauti kingeweza kutusaidia kusave kama milioni 60-70. Kitu chenyewe mfano ni kama swala la tumesafirisha vitu kama kitu kimoja kimoja. Kama tungejua gharama ni kubwa hivi, tungechukua alternative ambayo ilikuwa ni kufunga container. Maana yake tungefunga tu container na kidogo, tusingetumia cost kubwa hivyo. Lakini kuagiza vitu kimoja kimoja vinapimwa kwa CBM, imekuwa kitu tumejifunza, na next time tukifanya kitu kingine kama hiki, maana yake hatuwezi kurudia hayo makosa. Tayari tusha pay the price ya makosa hayo. Wakati tunaenda China tayari tulikuwa tuna design, kwa hiyo tulinunua vitu vingi according to design ambayo tulikuwa nayo. Of course ilikuwa sio 100% kwamba kila kitu tusha design, lakini ilikuwa na design ya asilimia kubwa. Lakini tulikuja kupata mawazo ya kufanya expansion, tukaona kwa nini trading floor watu wachache na tusifanye kwa ukubwa zaidi. Hapo ilizua changamoto nyingine, na changamoto yenyewe ilikuwa ni kwamba tunahamia sehemu nyingine, inabidi tupate design nyingine as soon as possible, na sio tukipata design nyingine, design ambayo itakuwa kwenye zile level tunazozitizamia. Nikielezea changamoto ambayo ilikuwepo, unaweza tu kufikiria kwamba tumefanya kazi na madesigner zaidi ya 5, na hiyo sio kwamba mna group pamoja kwamba tufanye hii kazi, utafanya hiki, utafanya hiki. Ni tofauti, ni kwamba kuna madesigner mpaka wanaikimbia kazi, wanakuambia hii kazi siwezi kutokana na perfection ambayo mnaitaka. Lakini kuna wengine wanashindwa kusema hivyo, wanakimbia kazi ile tu kwamba mtu umemwelezea project, kaona hii kwa hii pesa ambayo ananipa naweza nikaifanya hii project, anaitamani, lakini mwisho wa siku kwenye kudeliver anaingia mitini moja kwa moja. Ndio ile kesho nitatuma, kesho kutwa nitatuma, wiki ijayo, mpaka anaamua moja kwa moja kukimbia. Wapo wengine analeta design, mnamuuliza tu kwamba hii design kwa hiyo ulivyoifanya unaona ina worth investment yetu au ina worth yale maelezo ambayo tulikupa. Yeye mwenyewe anaona kwamba kiukweli try my best, lakini hai worth vision ambayo mnayo. Kwa hiyo option ambayo tulichukua ni kwenda sisi wenyewe kwanza ku research design in and out. Yaani naweza nikasema ni kudesign kila kitu wenyewe, alafu tukichukua hicho kitu tulicho kidesign tumpelekee saa mtu ambaye anafanya designing professional, tumwambie tuweke hiki kikae hapa, hiki tukidesign hivi, hichi kiposition hapa. Na ilifika stage mpaka hata designers wenyewe wanakuambia hivi, je, jamaa mmesoma interior designing nini?
mbona ni tofauti na wateja wote ambao nimewahi kufanya nao kazi? Lakini ni kwa sababu kuna vision tayari tulikuwa nayo. Yaani ile mtu, kitu unachokitaka kwenye akili yako tayari unacho, ila kinachobakia ni kuleta ile picha kwenye uhalisia. Ilikuwa ni experience nzuri, lakini very hectic. Kuna siku ilikuwa inalazimu tuweze kukesha na designer ili tu take tunachokitaka, kwa sababu ukimwacha designer akafanya vitu huko mwenyewe siku 2 siku 3, takuja mtaanza kurudia upya. Kwa hiyo ndio hiyo, saa mnakaa hivi mnasubiria na kiprocess hiki hivi, mnasubiri anakifanya hiki, tubadili rangi tuweke hivi, hiki tukiswitch hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni experience fulani hivi ambayo ni very different. Ilikuwa ni experience tofauti na tulikuwa tunafungua trading floor ya Sky City. Ilikuwa tofauti na project nyingine zote ambazo zinahusisha ujenzi tulizowahi kuzifanya huko nyuma. Kama umeshawahi kufanya project ya ujenzi, utaelewa kabisa kwamba mafundi ni watu ambao wanasumbua sana. Imagine sasa tuna design tayari na ambayo imetusumbua muda mrefu, tunakuja tena kwenye usumbufu wa mafundi. Of course it was a very hectic process. Yaani kuna vitu vingi sana ambavyo tumevijenga na kuvivunja within the process. Fundi unamwambia kabisa kwamba hizi bodi nimenunua ni za labda za 2.5 milioni, lakini ulichokitoa hakifanani na kile ambacho nilikuwa nakiwaza. Yeye hana cha kufanya, muda unazidi kukimbia, na uwezo kumwambia fundi nitakudai au tunafanyaje, maana atakuangalia tu. Mwisho wa siku inabidi ununue bodi zingine, mwanze tena ujenzi upya, afanye kile ambacho unakitaka. So tumesumbuana na mafundi sana mpaka to the point kwamba kuna mafundi walikuwa wakiona tu mimi au Ambisali anaingia, afu nikasema hichi kitu ndio, au Ambisali akasema hichi kitu ndio, wanasema leo sijui kuna nini. Yaani mioyo yao inakuwa ina fulfillment fulani, kwa sababu tulikuwa tunajaribu kuperfect kitu ambacho tulikuwa tunakiwaza au ile vision ambayo tulikuwa nayo. Kwa hiyo hiyo process ilikuwa ni nzito sana, na tulikuwa tunafanya kazi usiku na mchana. Yaani hapa mafundi wengine ikifika saa 12 giza likiingia tu ni kama mwili wake una shut down, alafu kazi inahitajika imalizike. Kwa hiyo kwanza kuvutana, bwana usiondoke tumalize kazi, kwa sababu the more unaendelea kufanya kazi hapa, the more inaendelea kunicost mimi, au the more inaendelea kuwa gharama. Lakini fundi anakuambia yani anakuwa mpaka anaamua kubaki, inakuwa mmeshamconvince sana na mmevutana mashati sana, kiasi kwamba anasema hawa jamaa kazi yao ilikuwa ni ya moto sana, to the point mpaka tumefika final. Sasa tunaona product ni hii hapa. Kikweli it was a very very heavy process, na ni process ambayo personally sitaka kweli kuja kuisahau, kwa sababu imenipa experience fulani hivi. Kwanza namna kudili na watu, aina watu, jinsi ambavyo wanafanya vitu, the way mafundi ambavyo wana treat vitu. Yani kuna kitu ambacho wewe kama final user unajua kabisa sio unachokihitaji, lakini fundi anajaribu kuconvince kwamba hamna, hichi hakina shida, hichi hakina shida, kiasi kwamba ungesema ndio mwezi mbele ungekuja kusema ila hichi kitu sikipendi, lakini ukikazia ukasema bwana hapana, sio unachokihitaji, unakuja kugundua kwamba hichi kweli nilikuwa sikihitaji na ninachokihitaji ndio hichi. Lakini at some point inafika wakati you can't blame mafundi kwamba mnachofanya sio sahihi, kwa sababu kitu ambacho tulikuwa tunakifanya au tumekifanya mpaka sasa hivi ni kitu cha standards za tofauti kabisa. Yaani hata leo hii ukatoka hapo kwenye trading floor Intelligence FX ukaenda kwenye ofisi nyingine yoyote, utagundua kwamba hichi kitu kilichofanyika hapa ni za levels ya juu sana sana, kiasi kwamba mafundi inawezekana hawajawahi ku-experience ile vision ambayo tulikuwa nayo au ile final product ambayo tulikuwa tunaifikiria sisi. Walikuwa wanafanya tu ofisi za kawaida around mjini hapa au sehemu zingine, lakini ile ofisi ambayo yenye quality za juu kabisa walikuwa hawajawahi ku-experience. So it was hard for them. So ikafika point umlaumu, unaona tu bora niingie course kurudia kitu ninachokifanya mpaka nipate levels zile ambazo nilikuwa nafikiria mimi. Na kuhusu swala la trading floor, watu wengi wakiangalia wanaona tu investment mlofanya ni kubwa sana, haijawahi kufanyika. Wanaona mnawezaje kufanya hivi vitu katika umri ambao mpo nao, wanaona hii ni extraordinary, lakini watu hawaoni ile dedication ambayo imewekwa. Watu hawaoni uthubutu ambao unahitajika mpaka kufanya hichi kitu. Watu hawaoni kwamba mtu ufanye kitu kama hichi ambacho kinanufaisha na watu wengine, kimaanisha community members, inahitaji upendo kiasi gani. Hivyo ni vitu ambavyo watu wengi hawavioni, ndio vitu vigumu kuliko vitu vingine vyote. Watu hawaoni discipline, kwamba inahitajika discipline kiasi gani mpaka kijana wa umri wetu
aweze kutunza, kwanza kufanya kazi kwa bidii, then kutunza milioni 1, milioni 10, milioni 100, milioni 500, milioni 800, bilioni, mpaka kufikia kufanya project kama hii. Inahitajika discipline, nguvu ambayo sio ya kawaida. Ni nguvu ambayo ingekuwa ni rahisi, tungekuwa tunaona project kama hizi kila kona, ingekuwa naenda makumbusho, posta, wapi unakuta project kama hizi. Lakini kwa nini hatuzioni? Ni kwa sababu dedication ambayo inahitajika ni next level. Kwa nini nasema haya? Ni kwa sababu ukiangalia series ya matukio ambayo tumeyafanya kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka, ni vitu ambavyo tunataka ujifunze kwa sababu havitokei kwa bahati mbaya. Hivi vitu ni vitu ambavyo wakati tunaanza mwaka mwanzo kabisa tulifanya a Zoom meeting. Hii ilikuwa na community members wetu, tulialika na watu wengine, na vitu vyote ambavyo tumevifanya tulisema kwamba tutafanya hivi vitu. Tulisema tutafanya Let's Impact Millions, tulisema tutafanya hizi community meetups, tulisema tutafanya vitu vyote, tulisema tutavifanya vision za app mpya, tulisema tutafanya swala trading flow, kila kitu tulisema tutakifanya. Na sote tutakifanya ilikuwa ni detailed plan ya kwamba nini tutakifanya lini, kwa nini. Sasa nasema hivyo ili usishie tu kuona sisi tunafanya. Kipindi cha mwanzo wa mwaka kama hiki uweze kupangilia vitu vyako ambavyo namna utavifanya, uweze kuwa tayari kwenda hard kutafuta what it takes kuvifanya na uweze kuvikamilisha. Najua sio rahisi kabisa, lakini kama sisi tunaweza, kwa nini wewe ushindwe? Ni kitu ambacho kinawezekana. Na for this entire experience, kitu ambacho naweza kukuambia ni kwamba there is no any way unaweza ukafanya vitu, kwanza ukaplan na ukafanya katika system kama hii ya mfululizo wa matukio ambayo ni makubwa, ambayo hajawahi kufanyika, ambayo ni unimaginary, bila kujitoa. Yani sacrifice is the price you have to pay. Lazima ukubali kufanya kazi overtime, lazima ukubali kukata starehe, lazima ukubali kukata zile vitu vya kutaka kuattain vitu for now. Lazima ukubali kuweza kufanya vitu katika namna ambayo sio ya kimazoea. Kila mtu let's say katika umri wetu anafikiria kulewa, anafikiria kubeti, anafikiria kwenda club, vitu vya kawaida, anafikiria kushinda kwenye mabanda ya mpira. Lazima ukubali kujitoa na kufanya vitu in a different way, in a way ambayo watu wengine wanaweza kaona like, huyu mbona yuko serious sana? Kwa nini anakuwa serious sana na maisha? Lazima ufanye vitu in a way kwamba hata leo ikiwekwa TV, watu wanaangalia maisha yako, watu waweze kusema huyu jamaa anafanya vitu, yupo serious. Lakini hawezi kuwa unafanya vitu in a normal way alafu uweze kufikia malengo kama haya. Lastly ni kwamba kaa karibu na chaneli yetu. Kama bado subscribe. Mwaka huu tutaleta vitu vingi sana ambavyo vitakusaidia kuweza kufika malengo yako. Our mission is to impact millions.